Shalom shalom, mtu wa Mungu, na kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Naja mbele zako mara tena kwa kuchangia na wewe neno ambalo tunalikuta katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza, aya yake ya 17 mstari wa 8 na mstari wa 9. Tunasoma kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Sarepta, ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Amina. Neno la Mungu linahitaji kunena nawe, ndugu mpendwa, ambaye uko katika hali ambayo ni ngumu. Unatamani kuacha maisha hayo ya uzinzi, ya ukahaba, lakini kwako unajiswali kwamba itakuwaje nikiacha, maana ni katika njia hii ndipo ambapo napata riziki yangu, ndipo ambapo kunatoka chakula, ndipo ambapo kunatoka pesa ya shule, pesa ya kuendelesha maisha ya wazazi wangu. Kuna wakati unatizama, unajisi kwamba japokuwa nayatenda, lakini hekalu la Mungu ninaliharibu. Si hichi ambacho Bwana ameniumbia au ameniitia. Naja kukupa moyo na kukufariji asubuhi ya leo. Bwana anasema kwa neno lake kwamba ondoka katika uzinzi huo, ondoka katika uasherati huo, ondoka katika maisha hayo ya kujichua, ondoka katika maisha hayo ya upenzi wa jinsia moja, ondoka katika maisha hayo ya kutegemea waganga wa kienyeji, ondoka katika maisha hayo ya uchawi. Kuna kile ambacho Bwana anakwenda kufungua baada ya kuondoka katika maisha hayo. Maana Bwana wetu ni mwema, anachohitaji ni wewe kukiri dhambi zako na kumwambia kwamba Bwana, nakiri kwamba nimekosa. Nakiri kwamba nilikuwa nimekupa kisogo, nilikuwa nimekupa mgongo bila kukutizama wewe. Ila sasa nakutizama Bwana. Naomba unisamehe, unioshe, unitakase dhambi zangu. Mungu wetu ni wa rehema, anasema hata kama dhambi zako zitakuwa nyekundu kama damu, ila yeye ataziosha na kuzisafisha kama seluji. Unapoondoka kuna mlango wa baraka, kuna maisha ya neema ambayo Mungu anayatengeneza juu yako. Shetani anakuambia itakuwaje ukiacha utoishi, utaishi kwa neno la Mungu. Shetani anakuambia kwamba ukiacha maisha wanawe itakuwaje. Mungu anatengeneza njia, mpendwa, mahali pasipokuwa na njia. Mungu anayaweza yote. Tunamwona Kristo alipofika katika nyumba ile aliyokaribishwa kwa Simoni. Yule malaya alikuja kalia kwenye miguu yake, akachukua machozi yake, ndiye alitumika kama maji kuosha miguu ya Yesu, na nywele zake ikawa kama kilemba cha kupanguzia hiyo miguu, na akampaka marashi. Ndipo ambapo watu walisema, je, mtu huyu kama nimesimbwa na hajagundua kwamba mwanamke yule ni malaya? Lakini Kristo aliuliza, je, nilipofika hukunipa hata maji? Ukupanguza miguu yangu, kunipaka hata mafuta? Lakini kwa sababu mwanamke yule alinyenyekea na kujua kwamba anahitaji neema ya Kristo kufunguliwa na kuwa huru, ndipo Kristo amesema kwamba aliyesamehewa kidogo hufurahika kidogo. Mwanamke yule aliinuka akiwa mwenye furaha kuona amesameheka. Msamaria yule ambaye alikuwa katika maisha ya uzinzi, ya kuchukua waume za watu, lakini Kristo alipofika na kuiangazia maisha yake, alipokutana na Kristo, alikwenda na kutangazia wengine ambao walikuwa bado katika ukahaba. Akasema, njoni mumwone yule aliyeniambia yote niliyoyatenda. Hakufikiria kwamba ile ndio alikuwa maisha ambayo yanamuweka mjini. Hapana. Mungu anakuhitaji. Shetani anakuonesha kwamba ufai. Shetani anakuonesha kwamba uzinzi ndio milango yako pekee.
lakini Mungu anakwenda kukutengenezea njia unapomtumaini. Maana unapokuwa ndani mwako na kuwa mpya. Anasema tusifikiri kuhusu kesho yetu. Anasema yeye ambaye anavika majani ya milimani, anayafanya yachanue, anayafanya yatowe maua. Je, wewe binadamu si mzuri kuliko yao? Yeye ambaye analisha ndege wa angani ambao walimi wala hawavuni, lakini Bwana anawalisha ambao hawana ghala. Je, wewe binadamu si zaidi kuliko hao wanyama? Maana wewe umeumbwa kwa mfano wa Mungu, na sababu ya Mungu kutumba ni ili tuliabudu jina lake. Ila shetani amekufanya usijitegemee, amekufanya ujione kwamba ufai, amekufanya uone kwamba bila maisha hayo huwezi ukaishi. Ulipoumizwa tu ukasema kwamba kuna kingine, ulipoumizwa tu ukaona acha na mimi nilipize. Leo hii rudi kwa Bwana, anakutega mikono, anakuhitaji, anasema kwamba inuka, ondoka. Kuna mwanga ambao unakwenda kuangazia maisha yako. Kuna nuru ambayo inakwenda kukusafisha na kukufanya upya. Anasema tunapokuwa ndani mwake tunafanywa wapya, ya kale yanakufa, tunafanywa kuwa viumbe vipya. Si mimi yule niliyekuwa mzinzi, niliyekuwa mwizi, niliyekuwa mchawi, niliyekuwa mfumu, niliyekuwa mtu ambaye nimetenda yasiyofaa, lakini nilipomjua nilifanyika kuwa mwana, nilifanyika kuwa nuru, nilifanyika kuwa murisi. Mungu ni mwema ndugu yangu. Hakuna pengine utakapoipata faraja bila kuwa ndani ya Kristo. Kristo ndiyo faraja pekee. Katika Mungu ndipo ambapo kuna amani pekee. Mali bila Mungu ni bure. Ndoa bila Mungu ni bure. Watoto bila Mungu ni bure. Pesa hizo zinakupa kiburi kusema kwamba ninazipata, lakini usingizi upati. Amani hauna, lakini ni yeye pekee anayekupa amani. Mrudilie Mungu wako ndugu mpendwa. Yatosha, yatosha ulioyapitia. Yatosha ulivyotukanwa. Yatoshwa ulivyohukumiwa. Yatosha ulivyotengwa. Lakini Mungu leo anakuita, nasema usifanye sikio lako kuwa gumu. Inuka sasa, mwambie Bwana naja. Inuka sasa, mwambie Baba ni wewe tegemeo langu. Inuka sasa, mwambie Baba ni wewe msaada wangu. Inuka sasa, mwambie Baba ni wewe pekee ninayekukabidhi maisha yangu. Ninakusante Bwana, maana wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu. Wewe ndiye umemjua baba huyu, kijana huyu, binti huyu. Ni wewe pekee ambao umewaumba kwa mfano wako ili walimidi jina lako. Ila shetani amewapotosha, shetani amewafanya wategemee yasiyostahili. Lakini leo hii Bwana wanarudi kwako, wanahitaji kuguswa nawe, wanahitaji kutakaswa, wanahitaji kufanywa upya. Shuka Bwana, ukawapiganie, ukawarehemu, ukawabadili, ukawafanye upya. Bwana nawaweka katika mikononi mwako, nikiomba na kuamini kwa kuwa jina lako Yesu Kristo. Amina.